Mwanamke ni mzuri sana katika kulipa. Hivyo simfanyie ubaya kabisa mkeo. Mfanyie wema kadri unavyoweza. Mwanamke yote yule ni mke. Ukimfanyia wema kwa 10%, yeye atakufanyia wema kwa 90%. Na kwenye ubaya ndio hivyo hivyo. Ukimfanyia jambo baya 10%, hata kulipa kwa kufanya ubaya 90%. Na dhambi kubwa katika ndoa ni usaliti. Ukimsaliti akaja akajua, utalea mtoto au watoto ambao sio wako. Utajifunza mengi si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, masomo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, masomo yake. Mwenyekiti. Mwenyekiti. Nani mwenzangu? Naongea na mzee Madange hapa. Mzee Madange, mbona usiku mwingi? Usiku mwingi lakini ni kwa nia njema tu. Ndio. Kwanza nikupe pole sana kwa usiku. Kuna shaka nimekuja. Naona nimekuja kutoa taarifa kama kwa kiongozi kwamba pale nyumbani nimepatwa na ugeni. Kwa hiyo niliona si vizuri niendelee kulala bila kuleta taarifa kwako. Kwa kama ni kiongozi. Na ndio maana nimesema pole sana kwa usiku, kujua ni usiku lakini taratibu ndio zinavyosema. Ugeni umefika kwako? Umefika kwangu pale. Na hauna tatizo lolote, kwa amani? Ni kwa amani kabisa. Basi haina shida. Ni mgeni wangu safi kabisa. Haikuwa na sababu ya kuja usiku mwingi kama huu. Ungekuja tu asubuhi. Kwa hiyo tufanye njoo tu asubuhi ili niweze kumtambua. Si ndio? Basi nashukuru kwa hilo mwenyekiti. Basi kaendelee kupumzika. Hakuna shida. Basi karibu. Haya, asante sana. Usiku mwingi mara nyingine wala usio na wasiwasi. Asante. Mandazi haya leo kwa Binyankumba, manake madogo. Hayo mume wangu. Wewe wa shamba. Alafu magumu hayo. Ni madogo kweli, afu ni magumu. Ila jitahidi tu mume wangu. Si unajua tena kijijini kwetu. Fatuma. Beno. Mimi kuna jambo nimefikiria. Jambo gani? Fatuma amemaliza darasa la 7 na hakufaulu. Na mimi uwezo wa kumuendeleza kusoma yule sina. Sasa mke wangu, kuna kitu mimi nimekifikiria. Nimeona Fatuma bora tumuozeshe. Mume wangu, bora tumuozeshe? Hivi uko serious na hicho unachokisema? Mimi nilijua hapa unakuja na habari njema, habari nzuri ya kufurahisha. Kumbe unakuja na habari ya kuolewa binti yetu. Kweli mume wangu, uko sahihi kweli? Mama Fatuma, nisikilize. Wewe unafikiri mimi nitafanya nini? Hali yangu mimi ndo kama hivi. Na ndo maana nikaona bora nitumuozeshe. Hivi nikuulize Mama Fatuma, wewe mimi nimekuoa binti mdogo, kuna kitu hapo mnakosa? Sisi tunakula hivi. Maisha si yanakwenda hapo.
hiyo na yeye bora tumuozeshe akatengeneze maisha yake huko kuliko kumng'ang'ania hapa kukaa. Alafu isitoshe wewe mwenyewe tu unajisaulisha. Juzi tu hapo ulivaa vijola kwa mzee Mpinga kwenda kusherehekea ndoa. Mtoto wake sikamwozesha juzi tu yule. Hana umri gani yule? Mbona kamwozesha? Na wewe ulikwenda kijola umevaa na mpunga hapa tukala ubwabu hapa tukasherehekea hapa. Sasa kwa nini yule sisi tung'ang'anie kukaa naye? Halafu yule ni mtoto wa kike. Mke wangu yule ni mtoto wa kike. Anaweza akazunguka hapa mimba nje akatutia aibu. Mume wangu. Kwa hiyo umekuja na hasira zote hizi kisa tu mzee Mpinga ameozesha binti yake. Nataka nikuelekeze kitu kimoja, hiki unisikilize. Mimi nazungumza kama baba Fatuma. Wewe niliyokushauri kama mama Fatuma, lakini sikuwa na kusema nimeshindwa kuliamua hili. Ningeamua toka mapema. Yaani tukae tubishane tu swala moja tu hapa. Umetaka Fatuma ataolewa au kutaka Fatuma ataolewa? Wewe vipi bwana? Kwanza hiyo chai yako kunywa mwenyewe. Na ufanye hapo shambani. Shambani. Mwenyekiti. Ndio. Naona nimekuja na mjo. Kwanza samahani Hakuna bila kwa mjo wa usiku jana. Lakini hata hivyo nimeona nirudie tena leo kwa mara ya pili. Nimekuwa na mambo mawili. Kwanza kuleta taarifa kama nimepatwa na ugeni. Na mgeni wenyewe ndio huyu. Na jambo la pili kukupa mwaliko kupitia wale vijana wangu ambao wako kule poli. Nafahamu. Na ugeni huu kwa ajili ya wale watoto. Unapojua mambo ya siku hizi mambo yamesambaratika, hali si nzuri, lakini nikaona bora nipate mtaalamu basi inawezekana mambo yakakaa vizuri kupitia jamii mzima. Kwa hiyo na ndio maana sio kwamba nakukata kauli. Sawa. Naomba nisisitize hilo. Ndio. Umeleta jambo jema. Mgeni afike mwenyeji apone. Sasa ujio wake ufu bwana kongwe dume. Basi uwe kwa manufaa ya wanajamii wote wa kijiji. Sawa. Na hilo jambo alionalo ninajua litaleta manufaa kwa wanakijiji. Vijana wengi wameharibikiwa na utamaduni wa kigeni. Hatuna vijana. Utakuta mavazi, lugha zenyewe, wazee kama nyao. Kamati ya chini. Basi subiri. Nisipoteze muda, nitamuita kijana atapiga ngoma. Siku na saa itajulikana. Mkutano. Utupe hiyo elimu hiyo. Tunahitaji. Karibu sana. Basi mimi siwapotezee muda. Shughuli nyingi na mimi mwenyewe. Basi okay. Asante sana. Mama. Mama, una nini mama? Mbona umekaa kihuzuni hivyo? Yaani leo mwanangu, nimemkumbuka sana marehemu mamangu. Enzi za uhai wake alinihusia sana takapokuja kupata uzao wangu. Niwarazishe sana elimu. Maana ndoa za utotoni, mimba za utotoni si kitu kizuri. Maana mabinti wengi
wanapoteza sana ndoto zao. Na mimi nikiwa kama mama. Basi mama. Sitamani kuona. Usilie, utaniliza. Kikibwa muombe Mungu. Usilie tena, usije kukufuru. Sawa mwanangu. Nenda kaendelee tu na mapishi. Maana unga uko pale kwenye beseni. Na bamia ziko hapo, kapike tu mama. Sawa mama, usilie lakini. Sawa. Meno! Wichishuru! Ulinkutano! Atompekeso! Mweke! Wache Masudi! Pinkumane ehu! Kaka, karibu sana. Asante sana. Karibu sana, ujisikie po nyumbani. Na hii ndio familia yangu kaka. Wazima jamani? Wazima, karibu nyumbani, hapa ndo nyumbani. Asante sana. Kaka, mimi naitwa Ndugu Bacho. Ndugu Bacho, na mimi ndio ngaliba wa kijiji hiki. Na kama ngaliba wa kijiji hiki, hata hao vijana ambao unakwenda kuwafunda, mimi ndio ngaliba wao. Na nilivyopata ujumbe wako kutoka kwa mwenyekiti nilifurahi sana. Nikasema ndugu yangu huyo tutasaidiana majukumu. Kwa sababu nilichoambiwa kutoka kwako wewe ni ile hali ya kuambiwa kwamba unaweza kuwafunda vijana wetu wa kiume. Nikaambia bwana kuna kungwi dume bwana anakuja. Nikafurahi sana, Kwa hiyo kabla ya yote niseme sisi kwetu tuna taratibu zetu. Sisi kaka Mtwara kwetu kuna makabila matatu. Kuna Wamakua, Wayao na Wamakonde. Kwa hiyo ulipofika kwetu hapa ni pa Wamakua Masasi. Na najuaga mimi Wamakua anatokeaga Lindi. Hapana. Sio Lindi. Lindi ni kwa Wamwera. Masasi ni pa Wamakua. Na hata hao Wamakua asili yao wametoka Msumbiji. Kama wametoka Msumbiji walifika wakafikia Mtandi. Kule juu milimani walipofika wakaweka kituo pale, wakakaa, wakawa wanalima pale, walipomaliza kulima kawa wanaishi vizuri na familia zao. Dakika ya mwisho na hapa chini, Mtandi kwa chini hapa, pana wazungu walijenga kanisa. Lile kanisa walivyojenga, wale wakulima wakawa wanapita pale. Wanatoka juu kule, wanashuka, wanapita pale. Wakivyopita wazungu wakawa wanawauliza, "Mmebeba nini?" Sasa wale babu zetu walikuwa hawawezi sana Kiswahili. Walikuwa wanaongea Kimakua. Na ndio maana hapa pa Wamakua. Wakawa walivyoulizwa, "Mmebeba nini?" Wakawa wanasema, "Kihonyakura machashi." Wakawa wanasema Masasi. Wale wazungu hawawezi kuita neno machashi kwa Kimakua, masuke ya mtama. Kwa hiyo kwa kuitwa vile wakawa wamesema Masasi mpaka leo pakawa pa Wamakua pa Masasi. Kwa hiyo Wamakua sisi asili yetu ndio tuko hapa. Wamakonde asili yao wapo kule juu. Newala, Tandaimba na sehemu zingine, lakini kwa mkoa huu wa Mtwara ni makabila yetu hayo matatu. Karibu sana kaka. Mimi nikutoe hofu na nishukuru kwa ukaribisho wako. Lakini pia nikuondoe pia wasiwasi. Tutashirikiana vyema. Kushukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Asante. Chomea hindi bwana, mgeni amekuja bwana. Hindi bwana. Usisumbue tu. Basi hata boga bwana. Kuna boga pale bwana. Boga kidogo bwana. Haya sawa. Karibu sana. Pole na majukumu ya siku nzima. Mimi nashukuru. Ndio. Lakini mume wangu ninaombi. Ombi langu nilikuwa naomba nifanye biashara ili niweze kupata pesa ya kumsomesha Fatuma. Lakini
kama biashara itashindikana kwa sababu tuna mashamba yetu leo 3. Unaonaje tukiliuza moja? Ili tukipata hiyo hela ili mtoto aende shule. Sikiliza Mama Fatuma. Swala la kwenda wewe kufanya biashara mimi sina haja nalo humu ndani. Tena naomba unisikilize kabisa. Nimeshakwambia Fatuma hawezi tena kwenda kuendelea masomo. Fatuma nimekwambia mimi nitamwozesha na ataolewa. Hilo ndo wazo langu mimi. Sio habari tena za Fatuma kwenda kusoma. Swala la masomo. Wangu sasa hivi ni usiku. Unapazaje sauti hivyo? Unaniuzi. Yaani hamna muda tukaongea vizuri tukamaliza vizuri. Wewe muda wote ni kufoka hata kama nikikwambia mambo ya msingi. Unafoka tu. Nisikilize. Unajua Mama Fatuma, mimi kwanza nimechoka. Huu muda mimi wa kupumzika. Sasa wewe unapokaa unakuja na masuala yako ya Fatuma kwenda kusoma, mimi sitaki kulisikia. Tena sitaki kabisa. Sitaki. Usinipande kichwani. Sitaki kulisikia hilo swala. Nimeshakwambia Fatuma ataolewa na nitamuozesha. Hilo ndio niliyopanga. Niache mimi nilale nipumzike bwana. Wewe kila siku swala la Fatuma kusoma. Hebu. Wewe kila siku swala moja tu Fatuma shule. Wewe unacha ndani mtu mpaka unachelewa kulala bwana. Fatuma nani? Bwana. Mimi sitaki kunisikiliza kila mtu. Ulale hapo. Fatuma ataolewa tu. Vinginevyo hakuna. Haya bwana. Siku mwema. Na ukusaidie. Wananchi oye! Mbele yetu tuna ugeni ambao tumeupokea kupitia mwenyeji wetu, mzee wetu huyo. Kwa maana hiyo wanasema kwamba mgeni afike mwenyeji apone. Mwenyeji apone. Sasa kwa maana hiyo kupona kwetu kumekaribia. Kwa hiyo bila kupoteza muda kwanza nafikiri tungemkaribisha ili aweze kutusalimia kidogo. Karibu. Wanakijiji oye. Wanakijiji safi. Mimi nitoe shukrani zangu za dhati kwa mapokezi, lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa mwenyekiti, bila kumsahau mzee wangu. Bila yeye nisingeweza kufika hapa mkoa wa Mtwara. Japo kwa siku chache tu nimefurahi. Kwa hiyo pia nishukuru wanakijiji kwa mapokezi yenu. Awali ya yote nijitambulishe kwa majina, mimi naitwa Kungwidume. Naitwa nani jamani? Kungwidume. Kwa sasa utambulisho ndio huo umepita, kwa sijui kama kuna kwazo chochote kwenye utambulisho, labda kuna anayetaka kuuliza lolote juu ya utambulisho uliopita. Naona kina mama pale mlikuwa mnanong'ona kitu fulani. Si nafikiri na sisi ni wakati wa kukijua mlichokuwa mkiniona labda na manufaa kwetu. Kwa hiyo karibu mama. Miki ndana na koha. Anokoka hali mpaka ya akani. Naona mama yetu pale ameuliza swali lakini bado kupitia kilugha ambacho hukielewa. Lakini sikupe shaka. Anauliza swali kwamba je, mgeni wetu tutakuwa naye muda wa siku ngapi hapa kijijini? Ndio swali lake. Kwa hiyo karibu. Toe ile majibu. Mimi nitakuwa kwenye kijiji hiki mpaka pale shughuli ya mzee wangu itakapoisha. Kwa sababu mimi nina jukumu kubwa la kuwafunza watoto wake, basi niseme tutakuwa pamoja mpaka pale shughuli yake itakapofika tamati. Karibu sana kwetu Mtwara Masasi. Asante. Sasa baada ya utambulisho nafikiri ni wasawa kujua kilichomleta. Kwamba ni nini katika ile fursa ya kielimu. Kwa elimu ambayo tukalitoa hapa ni mafunzo katika swala zima la vijana wanapoingia katika swala zima la ndoa. Tunajua changamoto ni nyingi sana sasa hivi. Ndoa za vijana hazifiki hata mwaka mmoja, hata miaka miwili. Ukikuta kijana ndoa yake imedumu, basi maybe huyo kijana anafanya kazi nje ya mkoa huo au nje ya nchi. Na akiwa anafanya kazi huko, basi unakuta changamoto ni nyingi sana. Kwa hiyo hii ni fursa kwenu
Ni fursa vijana kuweza kutengeneza ndoa nzuri. Vijana mmesikia vijana? Ndio. Sasa ndio wasaa ule wa kupata swali. Nafikiri na swali lielekezwe huko. Maana huko tushalipata swali. Huko. Mianova kinokoha ukoha waka kihewa wira amira wantanani yowo ochusa vano vono asana ninarweho umerani ankala ankani vano vaki mswali naka je ya amira wayo elelie anari ankani ayo ano tanani yowo ukungwini wo au kantanania nintanana vavo nichueleke. Wamenoga hapo jamani. Mwenyeji naona mtafsiria ili aweze kutujibu vizuri. Swali zuri sana. Naona bado maswali yanaendelea kuletwa kwako mgeni, lakini kwa nia njema tu. Bado wananchi wangu au ndugu zangu bado wanataka ufahamu zaidi kwamba kwa mila na desturi ya kwetu huku tumeshozoea kwamba watoto wetu tunawapeleka kwenda kupata sunna ya jando wangali wana umri mdogo. Mtoto anataka kumpeleka mwaka kesho kwanza darasa la kwanza shule ya msingi, basi mwaka huu nampeleka poli. Au yuko darasa la kwanza, basi pale unampeleka wapi? Pole. Sasa bado anauliza pale ndugu yangu kwamba je, bado tunayo watoto wadogo, hawa bado tuendelee kusubiri umri usogee au uwezekano upo wa kuweza kuwapeleka poli sasa hivi ili wakaungana na wenzao kuendelea kupata elimu zaidi ya kupitia mila na desturi? Mimi niseme kwa hao watoto ambao wamepata jando lakini wanatamani kupata mafunzo, niseme tu kwamba tusiwabebeshe mzigo mkubwa, kwa sababu mtoto ana jukumu kubwa sana kulingana na elimu yake. Kwa hiyo tuwape kwanza elimu ya darasani, wakifikisha umri wa miaka 20 na kitu huko ndio tuwape elimu ya masuala mazima ya ndoa. Wamenoga hapo eh? Ndio. Wananchi oye! Kwa fursa hiyo hapo sioni kama kuna sababu ya kuendelea kupoteza muda. Si ndio manake? Ndio. Tuna shughuli nyingi na elimu tumeshaipata na tumesikia nini kinajiri. Inabidi tuwe na subira kujua ikifikia umri wa yule watoto wetu wamepita kwenye masuala ya shule ya msingi ile, tutapata ile elimu husika kwa wakati mwafaka. Si ndio manake? Ili tuendelee na shughuli zetu za kilimo na uvunaji, basi niseme kwamba mkutano wetu wa dharura tumeuahirisha na tutakutana mara nyingine. Mgeni wetu karibu tena na tena. Wananchi asanteni. Hivi umeyasikia yale mambo leo kwenye kikao? Nimesikia mambo ya kungwi. Habari za kungwi dume. Utasemeani? Mimi nimezipenda. Lakini mimi naamini watoto wetu watabadilika sana. Ni kweli kabisa. Si ndio mama? Kweli kabisa. Inawezekana watadumu kwenye ndoa zao, maana huku kwetu yani ndoa za utotoni zimekuwa nyingi. Mambo ya ovyo ovyo yamekuwa mengi. Mimi naamini kungwi dume atabadilisha. Kwa kweli. Yani kabisa. Mimi nimefurahi sana. Yani. Basi sawa. Tuna nini sasa tena kingine? Mama, sisi tunaondoka kwetu baadaye. Yani usimzuie kijana wako. Mwache akafundishwe. Siwezi nikamzuia. Yani nimempenda sana kungudume kwa mawazo aliyotupatia leo. Yani. Basi haya mama, baadaye. Haya. Rafiki yangu, Bella rafiki yangu. ndoto zangu za elimu naona zinafika mwisho. Kwa nini rafiki yangu? Wazee wangu anataka niolewe, anataka kuniozesha. Wakati mwenyewe bado nataka kuendelea na masomo. Rafiki yangu, mimi wazazi wangu hivyo hivyo. Walipogundua kama mimi nimefeli, waliuza mazao yote kwa ajili mimi niendeleze na masomo. Wewe na wewe jaribu kukaa na wazazi wako, labda watakuelewa. Kile rafiki yangu.
Twende rafiki yangu, inuka twende. Nyamaza rafiki yangu. Nyamaza rafiki yangu. Hivi basi sitaweza kusoma. Utasoma, tujaribu kukaa na wazazi wako, enda atakuelewa. Atijingaika. Mashababi. 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 Siku zote mashababi wanatoa sauti. Mashababi. Mnapokubali kuoa ina maana umekubali kubeba majukumu ya familia. Mmekubali kuambiwa sukari imeisha, chumvi hakuna, kitenge kimechanika. Na unapoambiwa usikasirike kwani jukumu lako baba kutunza familia na sio mama. Sasa unakuta kuna wanaume wengine wakiambiwa mume wangu sukari imeisha, anaanza kuvimbisha domo na kukunja sura na makelele kibao ndani ya nyumba. Ulo. Asili ya wanaume huwa wapendi kelele. Ndio maana Mungu amesema ishi na mke wako kwa akili na sio kwa maombi. Sasa wewe kama baba usifanye maombi ili sukari ije nyumbani au upate kitenge kwa ajili ya mke wako, bali nenda kafanye kazi kwa bidii na umtumikie Mungu kwa bidii, ndipo utaona baraka katika familia yako. Siku zote mwanaume ndio kichwa na mwanamke ni kama shingo. Sasa kama wewe ni kichwa unatakiwa uiongoze familia yako vyema, na mkeo ni pambo la nyumba tu. Au hii hamuijui? Kama Mungu akijalia mkaoa salama salimini, kumbukeni kile kitendo cha kuoa tu kinafanya maisha yako yasiwe peke yako tena. Jua kuwa kuna mtu anakutegemea, umpende usimpende anakutegemea na atakutegemea tu. Mpo. Na Mungu akiwabariki watoto, basi jua kuwa hawa ni wajibu wako. Na siku ikitokea mkachana na wake zenu, mke anaweza kuondoka na kuolewa na mwanaume mwingine, akaacha kuwa wajibu wako, lakini wanao hawezi kuondoka na kuzaliwa na baba mwingine. Na ndio maana unakuta mtoto akizaliwa tu anapewa ubini wako. Kwa nini asipewe ubini wa mwanamke? Hii inatufundisha kwamba watoto ni wako na wewe ndio mwenye mamlaka ya watoto na wewe ndio kila kitu. Sasa ni wajibu wenu kuhudumia watoto. Sawa? Kama watoto wangekuwa mzigo basi tungesema ni mzigo wako. Lakini watoto ni wajibu wako kama baba, ni kuhakikisha wanaishi maisha mazuri. Lakini sio kuishi maisha mazuri tu leo. Zamani ulikuwa peke yako kwamba ukifa maisha yameisha na hakuna cha kwako kinachobaki tena. Lakini sasa hali ni tofauti, hakuna upeke yako tena. Yaani umeshaacha sehemu ya mwili wako duniani. Hivyo unapaswa kufikiria na kesho. Je, watoto kiwaacha atakuwa salama? Kwa makini katika maamuzi yenu. Wekeza zaidi lakini wekeza pia kwa mkeo. Mashababi. Mashababi. Atijingaika. Asijulaka nolelo no hoko lio wani nchuri nitana maruta kwani nikano bakaniwo notepa mahanu enyu wewe lela wavarechesha miono mili azehimaka kadiruwile ndabona vaneleni motono nikano tu ulakani mwatu bakalabe mwari amirawo vanonna bana honuwa asana hera bari ya mono moja asana yishimiye waniwo nona ka bakaniwo ni ruwi kineno achihima kono hokolio wa ituyulu pale heshima minyati yana yoneshe karata nikilena tataria na kale nikarata chene agene dara unhadara uku pini panga nikale karata chene mapani mo atijingaika
Moja ya vitu vizuri ambavyo unaweza kuachia watoto wako kama baba ni mke au mama kwao ambaye anaweza kutafuta na kuwahudumia kama wewe. Hembu jiulizeni, hivi leo hii ukifa, je, mke wako anaweza kuwatunza watoto kama unavyotunza? Hata asipoweza kuwatunza kama unavyotunza, je, ataweza hata kuwahudumia mlo mmoja? Achilia mbali kuwapeleka shule. Ataweza haya majukumu? Kama jibu ni ndio, basi wewe ni baba bora. Lakini kama jibu ni hapana, basi wewe baba wa hovyo. Unapaswa kubadilika na kuhakikisha mkeo anakuwa urithi kwa wanao kama ukitangulia wewe. Sio umetangulia mbele za haki alafu unapa ndugu zako mzigo wa kuwalea watoto wako, kwamba walazimishe wasomeshe, waache kutunza kwao kutunzia wakwako. Mpe jukumu hilo mkeo kwa kumwezesha kujitegemea. Najua hamwanzi kuhusu kifo, lakini kipo tu, hata usipokiwaza. Mashababi. Hey! Mashababi. Hey! Haya, salamu zao. Chotea maji bwana, tuondoke. Ndio hata nachoteli mimi. Ndio yangu hiyo ya kwanza. Ewe. Mbona wewe kuja kuchota hapa? Ungetaka singekuja kuchota wewe mwenyewe. Msinipelekeshe. Nimekumbuka kitu. Nipi? Kuhusu kile kikao cha kungwe dume. Kile tulichotiwa jana. Sasa. Yaani mwenzangu nilichowaza mimi au wenzangu. Unajua yale maneno yamenikosha, yamenivutia. Ila nilichoshangazwa cha kuonekana wanafundishwa wanaume tupu. Ina maana wanawake sasa hatuna haki. Nicho dadangu. Hata mimi mwenyewe nilikuwa nawaza jambo hilo kwa sababu hata mwenyewe usiku sijalala. Ninawaza jambo hilo. Hapa inaonekana kwamba kuna ubaguzi. Je, sisi wenye watoto wa kike tunafanyaje hapo? Vawe na nipangeke. Nako heri na madange. Ndio. Papi yeleo ndeto. Au nera chan. Kweli. Sambano tuyaule tujigale mesiga, tujaule kumusi, tujaule kwa kwa mwenyekiti. Baba vala kuvilanju kwa vani? Madange. Kuvilanju kwa madange. Tujaule kwa madangeko. Tukwatende leti. Uwe tukuika. Kuika kwetu kwa saka veva la kungwe dume. Tukusaka atujiganye. Ya kusaka kwa jiganye hao. Achalo meo. Na uacha kongo tukusaka hiyo yope. Au anyamwe nkuti uti. Ndio basi. Kweli. Basi fanya chota maji tuondoke. Maana sio unajua mambo asubuhi. Ameshaanza huyo. Leo naye atulii. Ngoja nijaze. Jaza basi dada tuondoke. Bebeni maji. Mzee wangu, samahani sana. Samahani kwa hichi ambacho nataka kuzungumza kwa sababu nimekukuta katika shughuli zako. Itakiwa hili swala tukazungumzie nyumbani kwako. Maana natoka hivi naelekea katika mihangaiko, nikasema ni bora nipitie ili niweze kukuelekeza hili jambo. Nakusudia kujua kuhusiana na lile jambo la mwanao Fatuma. Ikiwa tulizungumza mara ya kwanza ukaniambia nifanye subira ufikirie. Na ukiangalia muda mrefu umepita, kwa nikasema bora nipite hapa ili niweze kujua umefikia wapi. Mimi kama mshenga na kijana wangu yuko hai kulitambua hili swala, ikiwezekana tulifanye mapema. Sijui umefikia wapi. Lakini pia kuna jambo kaniambia. Kama hili swala litakuwa liko vizuri, yeye yupo tayari kukupa shamba la mikorosho eka 10. Na sio shamba la mikorosho tu. Na pia ameahidi kukupa pesa taslimu shilingi 500,000. Na anatoa hizi pesa sio kama ongo, hapana.
hii kama vile ongera na shukurani kwa malezi uliomlea Fatuma. Sawa sawa kabisa. Mimi bwana ni kuondoe shaka juu ya hili. Sawa. Kwa sababu Fatuma mwanangu mimi kama ulivyozungumza awali. Na nimemlea mwenyewe kama ulivyosema. Kuhusu swala hili nyinyi wala msiwe na shaka yoyote. Na tena hata kama mkisema muje leo nyinyi karibuni tu hapa. Mimi nashukuru sana. Na katika mambo yaliyokuwa muhimu yafanyiwe kwa haraka swala la ndoa. Kwa hiyo hili mimi nikitoka hapa nitaenda kumjulisha kwamba kule hakuna tatizo, ikiwezekana tufanye haraka ili jambo lipite. Basi mimi niondoe shaka. Karibuni sana. Basi asante sana. Karibuni sana. Pole na kazi, endelea na kazi. Basi asante. Haya heri. Mama. Be mwanangu. Vipi kuhusu hatima ya elimu yangu? Nawezaje kumweleza Fatuma kuwa hataendelea na elimu yake ya kidato cha kwanza na anapaswa kuolewa? Hivi atanielewa kweli? Hapana. Siwezi kumweleza ukweli. Mwanangu, kuhusu hatima ya elimu yako nimeongea na baba yako. Na ameniahidi kwamba anakutafutia shule nzuri ili uweze kuanza kusoma mwanangu. Sawa? Kama sio mwezi huu, mwezi ujao utakuwa unaanza kidato cha kwanza. Mama, usinidanganye. Maana najua kila kitu kuhusu wewe na baba. Mmepanga kuniozesha. Sipo tayari mama. Nahitaji kuendelea na masomo. Sitaki kuolewa. Mwanangu, si unajua mamako jinsi ninavyokupambania? Mimi mwenyewe sitamani nikuone unaolewa ukiwa na umri huo. Natamani usome mwanangu. Sawa? Na hapa nilipo, yani nitapambana hadi tone langu la mwisho ili usome mwanangu. Mimi mwenyewe sitamani kwa sababu najua athari haya mambo. Sawa? Kwa hiyo usiwe na hofu kabisa kuhusu hili jambo. Hautaolewa. Sawa? Sawa. Yani hauwezi kuolewa, mimi lazima nipambane ili usome. Sawa? Kwa hiyo hata usiwe na wasiwasi. Furahi, yani wewe changamka. Kwanza mwanangu ukihuzunika mwili wenyewe unapauka. Sitakuwa na huzuni. Hautakuwa na huzuni. Tabasamu basi mwanangu. Odi. Odi. Karibu. Karibuni. Asante. Naam. Sisi hapa wageni wako. Nimekuja hapa lengo kuuliza swali. Kufunda kwa unafunda wanaume tu au na wanawake unafunda? Kufunda si kwa wanaume tu peke yake. Hata wanawake pia nafundwa. Kumbe na sisi tunastahili. Kwa hiyo hapo sasa na sisi tunafanyaje hapo ili na sisi tupate kujifunza zaidi? Mpo ngapi? Tuko watatu. Watatu. Na nyinyi watano? Hapana, sisi wawili na mwenzetu yuko nyumbani. Sawa. Sawa. Leo mmenikuta na pilika na nataka nielekee polini. Tufanye kesho kutwa. Naomba mje na jezi za kuchezea mpira. Muje na mpira, mtafute na kitanda. Na tupate sehemu nzuri, uwanja mzuri kwa ajili ya kujifunza. Kitanda. Sawa, tutajitahidi tutafanya hivyo. Karibuni sana.
Haya, karibuni kukaa. Haya, asante. Haya. Wewe kitanda. Shoga yangu. Mafundo yako kana kubeba hadi jezi za mpira. Ndio hapo sasa mikasha kubwa. Mume wangu. Wewe naye jicho unaloniangalia. Hebu tabasamu basi kidogo. Sasa mume wangu, yani kile kikao cha juzi kilikuwa kizuri. Yani tena kizuri sana. Maana kuna ajenda nzuri zimezungumzwa pale. Hiki cha juzi hapa kilichokuwa nasikia wanapiga mbio hiki. Hicho. Maana kuna mgeni amekuja hapa kijijini kwetu. Na huyu mgeni amekuja na ajenda nzuri sana. Mgeni? Ndiyo, kuna mgeni amekuja pale amefikia kwa mzee Madange. Yaani nilipenda kweli ungekuepo pale. Mkangu, mimi niache kwenda meza shambani nifanye mambo hayo bwana. Wewe unajua mwenyewe mambo yangu mimi ya shambani siwezi. Fatuma. Njoo basi. Chai iko wapi? Kwa jikoni. Kingine anza kuleta chai kwanza, alafu ndo tuletee vitafunio. Sawa mwanangu? Sawa baba. Sawa mwanangu. Alafu nataka ni uelekeze jambo hapo. Jamani, kula ni ibada. Sasa wakati chakula kipo, lazima uwe unatulia ndo unakula. Sasa kabla hatujaendelea na chakula, sisi tunatakiwa kwanza nimwelekeze Fatuma. Mwanangu Fatuma, kuna jambo hapa nataka nikuelekeze. Mwanangu, umeshakuwa mkubwa na umemaliza darasa la 7. Sasa tumekaa na mama yako hapa tukajadiliana, tumeona bora tukuozeshe. Hapana baba, sitaki kuolewa, nataka kusoma. Sasa unavyofikiria wewe mwenyewe, masomo wewe utayapata vipi? Na mimi baba yako nishakwambia kwamba sina uwezo wa kuendeleza wewe kusoma. Fatuma mwanangu, hapa hakuna njia nyingine, ni wewe ni kuolewa tu, sio tena kusoma. Mimi sifikiri tena wewe kuendeleza kusoma. Hali hiyo wewe sikufikirii kusoma, kwa sababu kwanza sina uwezo, ni bora nikuozeshe mwanangu. Nimesema sitaki kuolewa, nataka kusoma. Sio kuolewa, sitaki. Kwa hiyo unanitolea mapembe sasa? Baba Fatuma, hebu tumpe uhuru mtoto wetu. Uhuru gani tumpe? Wewe unamfanyia haya mtoto, na maana wewe ndio unasababisha haya yote mtoto afanye ashinde kunisamini hapa. Mtoto ananivunjia heshima, mtoto anakuwa hana heshima. Yaani hicho alichokifanya hapa leo hajakuvunjia heshima, hajafanya chochote. Ameongea haki yake, anataka kusoma. Hana umri wa kuolewa Fatuma, unamlazimisha tu kwa tamaa zako. Sasa nimepata kuelewa. Kumbe huyu mtoto jeuri hizi zinatoka kwa mama yake. Mama Fatuma, nataka nikwambie kitu kimoja. Huyu mtoto tunamuozesha. Nakwambia hivyo. Huyu mtoto tunamuozesha. Hivi Mama Fatuma, unachofikiria hapa, hata kama huyu atakaa, hali yangu mimi ya kiuchumi wewe unaifahamu. Wewe unafikiri mimi nitafanya nini? Nikwambie Mama Fatuma. Mama Fatuma, wewe unataka kunipanda kichwani. Alafu pia kumbuka huyu ana akili. Yale yote tunayoyafanya hapa nyumbani anayasikia na anayaelewa. Hiki alichokifanya hapa leo, amekwambia ukweli. Anataka kusoma. Tena na mimi niko pamoja naye. Wewe si hauna uwezo? Mimi nitafanya kila kitu atasoma, hata kuuza upupu nitauza atasoma. Wewe unataka na sio kuolewa. Mimi sibishani, nakwambia ukweli. Mama Fatuma, nitakutafuna. Wewe niletee tu upumbavu wako. Maana sijui umekuaje kwa. Sio umetoka kila siku. Wewe unakuwa na wewe sasa unataka kuleta upumbavu nyumbani hapa sasa. Mtoto asiniheshimu, wewe mwanamke mimi usiniheshimu. Wewe umekuwa mtu gani? Shubahamiti wewe. Wewe mtu gani unapiga kelele? Hivi tunaacha kuongea maana alafu na wewe ndani huko nataka nikwambie kitu kimoja. Umetaka nitakuozesha, utaki nitakuozesha. Na usipotaka humu ndani, tafuta kwa kwenda kukaa. Usiniletee mimi ujinga humu ndani. Mtoto gani wewe usitaka kuna nini? Ni kila siku maneno tunaongea vitu vimoja tu.
Kitola kito omarwa kito kito wewe nuda kito omarwa wanela kitola kito omarwa kito wanene wikoma kito kama weleta omarwa wanjibo omarwa kito jibo ne haniya kito kitola kito omarwa kito. Najua nimeshawaambia mengi sana, ila naomba mzingatie na hili nalowaambia. Msiwe na muda maalum wa kurudi nyumbani. Namna utakavyomzoesha mkeo usiku kubadilisha tiba yako hata kwa dharura tu italeta matatizo. Sasa ushazoea kurudi saa 12 au saa 1 usiku. Unarudi saa 4 usiku. Hata kuelewa. Ni bora msieleweke muda wa kurudi nyumbani tangu siku ambayo mnafunga ndoa. Atazoea na ataheshimu hivyo. Sawa mashababi? Muwape kipaumbele na mwasikizi wake zenu kwanza kabla mwanamke mwingine yote yule. Labda awe mama yako mzazi. Maana hata kusumbua kabisa. Labda kama imebidi ndio mama anaweza kasumbua, lakini wazazi wengi sio wasumbufu. Na kama mtanunulia simu kubwa wake zenu, ile sio pambo. Maana kabla kumuonisha mzoesha kumpigia, kuchat naye, kutaniana naye mara kwa mara. Ulikuwa na kazi lakini ulipata muda wa kuongea naye wa kuchat naye kupitia simu. Msiache kufanya hivi eti kwa kisingizio cha ubize. Hawezi kutumia simu kucheza game tu na kuongea na ndugu zake. Na anahitaji kuongea na kuchat na wewe kuliko mtu yote mwingine yule. Sawa sawa. Muwape zawadi. Nafanyeni uchunguzi mjue mkeo anapenda nini. Popote patakapokiona kitu chochote kile ambacho na kimudu, mnunulie. Hata kama ni kidogo atashukuru na atafurahi. Mwakumbuke wazazi na walezi wake pia. Najua mtakuwa mnaenda kusalimia wazazi wenu, lakini pia msisahau kwenda kusalimia wakwe zenu. Mkeo atafurahi zaidi na kujisikia kuwa anajaliwa. Na unapompa chochote kile, hasa pesa ya matumizi, mpe mkononi. Hata kama kalala muamshe umpe. Usizoee ukiamka unaacha hela kabatini au mezani. Hata kuwa naiwazia meza kuliko wewe. Labda kama ni surprise. Tupo pamoja. Mashababi. Hey. Mashababi. Hey. Mashababi. Hey. Muitikie wito wake zenu akiwaambia amewamisi. Akikuhitaji usichelewe, usimkatili. Usimtafutie sababu za ubize wala nini. Fanya haraka umuone, umsaidie atulie. Maana hana mwingine wa kumwambia shida zake ila ni wewe. Mueleweshi na kuwavumilia wake zenu. Kuna wakati wanawake huwa wanachoka na hawezi kuwa sawa kwa kukuona wewe kila siku. Hawezi kukuambia kuwa kachoka. Usimuhisi vibaya. Tafuteni safari au yeye mtafutie safari ili aende kwa mzazi wako au mzazi wake. Siku 2-3 tu. Asha kukumbuka na mambo yanaanza upya. Usiache kumwambia unampenda kama ulivyokuwa unamtamkia kabla hujamuoa. Endelea na ikiwezekana zidisha zaidi kumtamkia. Ikipatikana fursa kuongozana naye sokoni au kwenye ibada popote pale, fanya hivyo. Atajisikia raha na kujivunia kuwa na wewe. Hata ukiwa mbali atakumisi. Sawa? Muwafanye wake zenu kuwa rafiki zenu. Pia muwaunge mkono na muwasaidie ikiwa wanataka kuanzisha kufanya jambo fulani lolote lile lenye faida kwako ama familia. Mkifanya hivyo atakuwa mwazi kwako, hata kuficha lolote lile. Mmenielewa? Mwisho nataka niwaambie tu. Mwanamke ni mzuri sana katika kulipa. Hivyo simfanyie ubaya kabisa mkeo. Mfanyie wema kadri unavyoweza. Mwanamke yote yule ni mke. Ukimfanyia wema kwa 10%, yeye atakufanyia wema kwa 90%. Na kwenye ubaya ndio hivyo hivyo. Ukimfanyia jambo baya 10%, hata kulipa kwa kufanya ubaya 90%. Na dhambi kubwa katika ndoa ni usaliti. Ukimsaliti akaja akajua, utalea mtoto au watoto ambao sio wako. Mmenielewa? Haya, pia msiache kumuomba Mungu awajalie na adumishe riziki, utulivu na furaha mnayoanza nayo. Na watakia maisha mema na Mungu awe pamoja nanyi. Kila laheri. Za asubuhi baba. Mzuri mamangu, habari za asubuhi leo? Salama, shikamoo. Na habari za nyumbani?
Nyumbani kwema, Ndio. japo sio kwema sana. Lakini tunamshukuru Mungu tumeamka. Inshallah. Baba. Sasa babangu nimekuja hapa. Ndio. Na jambo langu moja tu natamani unisaidie. Ni kuhusu mimi na mume wangu. Pale nyumbani tuna mzozo mkubwa sana. Lakini mzozo huu ni kutokana na yule binti yangu Fatuma. Mume wangu anataka Fatuma aolewe. Kwa umri ule? Kwa umri ule babangu. Anataka aolewe, anasema yeye hana uwezo wa kumsomesha, hana uwezo wa chochote kwa sababu amefeli darasani. Kwa hiyo amesema yeye hawezi kumuendeleza tena, anataka aolewe. Sasa hili jambo mimi kama mama limeniumiza sana. Na sitamani kuona mwanangu akiolewa akiwa na umri ule mdogo. Kwa sababu najua athari za ndoa za utotoni. Natamani mwanangu asome, afikie malengo yake. Lakini mume wangu haelewi, yani hanisikilizi. Yani hataki tu chochote, hili jambo kwake amelivalia njuga kabisa. Kwa hiyo nimekuja hapa niombe tu msaada wako, nisaidie babangu. Labda atakusikiliza. Sawa mama. Nimekuelewa. Lakini kwa msaada huu, kwa jinsi ninavyomfahamu mume wako ni mtata. Ni kweli kabisa, wala sio uongo. Naona juzi tu huku mtaani nimegombana naye mimi mumeo kupitia zoezi la korosho. Lakini hata hivyo nikaamua mzigo kumwachia ili utata usiendelee. Lakini hata hivyo kukosa msaada kwangu mimi bado hujachelewa zaidi. Tajitahidi kuongea na Kungwidume ili akupe msaada zaidi. Kweli baba. Mimi naamini utafanikiwa. Yule atakusaidia na zoezi lako litakwenda vizuri vile unavyohitaji. Basi mimi nitashukuru sana. Yaani nikipata huu msaada nitashukuru mno. Kwa sababu binti yangu bado ni mdogo, miaka 12 tu. Hivi kweli akaolewa? Ni bado ni mdogo. Kwa mimi naomba ushirikiano wako babangu unisaidie ili binti yangu apate haki yake. Mimi naamini msaada utaupata zaidi. Mimi naomba unisaidie. Basi jua kama swala lako litakuwa jepesi, lakini kupitia Dume Kungwi haina shida. Ili swala litakaa vizuri. Sawa, asante. Haya, asante mama. Basi nikutakie kazi njema. Haya, asante mama, safari njema. Na mimi nifanye kwanza zile basikeli hapa, lazima niende shamba kidogo. Haya. That is called leo tunaangalia the 12th correcting answer. Tunakuja section ya pili. What dash Amina do every day? Know the sentence, the future, and past sentence in the past tense, and then tutatumika kwenye past tense. Ndio maana tunaweka when. Ingekuwa ni kitu ambacho sana. Kila siku kuna madaftari I'm eating ni kitu ambacho tunakula kila siku. So what do Amina do every day? A, do, B, E, C, D, 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 da. Haijalishi ni matokeo ya aina gani nimeyapata, bado nina nafasi kubwa kuendelea elimu yangu kidato cha kwanza. Acha nichukue maamuzi.
vela wongo mwironya ai yo vela vela vano mwironya ai na sanko takwani mwironya ai mwironya ai. Nasema na nyinyi wachezaji wangu, maana timu ikifanya vibaya tunatukana ni sisi makocha. Ile hali tatizo ni wachezaji. Mpira siku zote huanzia katikati kipenga kinapopuliza. Ndipo mpira huanzia hapo. Mwiko na marufuku mpira kukaa nao mguuni. Toa pasi kwa mwenzako na yeye akurudishie pasi. Ndio la ya mpira utaujua. Chenga zinaleta la kumchenga mwenzio hasa wakati mpira ukiwa moto. Lakini kama uko kawaida, toa pasi mwanzo mwisho. Mpira kama hauna kupasiana mwenzako litamtoka vipi jasho? Mnashangaa. Namaanisha kwamba wakati wa tendo msilale tu kama gogo. Siku hizo wanasema kifo cha mende. Hakikisha unaikatikia na kunyumbulika vizuri kwenye kitanda. Unataka mumeo asiuze lungu wewe umekaa tu. Labda lungu la mgambo. Raha ya mechi ni chemistry. Nendeni kaulizeni waume zenu chemistry kwa wachezaji ni nini, hasa timu ikiwa uwanjani. Alafu mje mnipe jibu. Mpira msicheze kizamani kama zama za Pele na Zola. Anachukua mpira kwa golikipa, anapiga chenga mwanzo wa uwanja mpaka mwisho wa uwanja. Anampiga chenga na kipa alafu anafunga goli. Lo! Huo sio mpira dada zangu. Sambana tutenda ule. Wewe, haelewi kilugha huyo. Anauliza tufanyaje? Kuiba ngoma ya kijiji ni rahisi sana. Tatizo ni kwamba utaichezea wapi. Namaanisha kwamba msaidie mumeo pale unapoona nafikia kileleni ili muweze kufika pamoja. Sasa nataka mumeo afike, wewe utafika. Ndio pale unatoka nje kutangaza. Mume wangu bwana, kimoja tu chali. Wakati unashindwa kumsaidia mumeo ili mfike pamoja. Aisha la ya mechi bao. Mpira pass bana. Ile nipe nikupe ndo mnapoonyeshana ufundi wa wachezaji. Onyesha nini ufundi mkiwa kitandani? Sawa. Bila pass tobo na dalizi utazipataje? Siku hizi tunasema kanzu. Kamvisha kanzu huyo. Utazipataje unafikiri? Mpira usio na pasi huwa hauna ladha, ni kumchosha mwenzio tu. Mpira bila pasi offside uipati no? Nawaambia, pasi ndo mpira na magoli matamu hutengenezwa na pasi tamu. Ni ujinga kutaka kuiga rekodi za Pele na kupiga chenga mwanzo wa uwanja mpaka mwisho wa uwanja. Kwani kufanya hivyo kuna mnyima mwenzio fursa ya kuonyesha ufundi wao. Sasa nyie kakaeni tu kama gogo, alafu uone wewe mwanaume ataonyesha ufundi gani. Topale atakapotoka kwenda kutafuta mtu mwingine aonyeshe ujuzi wake, huku kibaki kupigiwa majungu tu. Mwenzangu utalijua jiji mwenzangu. Moyo bwana arudi tena mwenzangu. Wanajinafasi. Acheni kuwa maroboti mkiwa kitandani. Nisikilizeni. Nyinyi ndo mabeki na mafuadi. Beki mzuri si yule anayevunja miguu ya wachezaji, bali beki mzuri ni yule anayepanda na kushuka. Na pia fuadi bora ni yule anayekuwa makini kutafuta goli lisilo na utata, wala lisilo na karaha. Hakuna goli tamu kama kiungo kulia au kushoto akakutilia krosi, tena krosi yenyewe ile ya juu hivi. Upige goli la tikitaka au krosi ya kichwa inavyotoa goli tamu. Ghafla uwanja mzima utasikia gol. Hapo ndio mahiri na ufundi wa mafuadi na mastreka usifika. Magoli ya waume zenu linanoga liwe la mwanzo, lakini la pili na la kuendelea mtafute kwa pamoja. Sasa wewe mumeo kaingiza kachomoa umeshika na mimba kabisa.
Unaenda leba kuwasumbua watu kwa kuwapigia kelele. Umeshindwa kupiga kelele nyumbani kwako, unaenda kuwasumbua watu leba. Lo. Na wakumbusha tu, mpira kama hauna nipe nikupe, huwa hauna ladha, ni kuchoshana tu. Chonde wachezaji wangu, kumbukeni huwa hakuna mahala mpira unakuwa mtamu kama kugombania ustoki nje. Mmenielewa? Ningekuwa vigoli ningewafungukia zaidi, lakini kwa kuwa sio vigoli, nendeni mkajipange mje na chochote kitu. Alafu siku nyingine tukikutana niwafundishe mengine. Haya. Mama umeyapata wapi? Sikwambia sio kuulizana, wewe fanya kazi tuendelee. Shoga zangu, tufanye mpango tukatafute pesa. Hata tukipata shilingi 10,000, tupeleke kwa kungudume ili wakatufundi yale mambo yale ya kutokulala kama gogo, au unasemaje? Lakini hapa sio unavyojua kama sisi waume zetu wengine. Yaani hapa tuabidi tupambane tu si wenyewe tu. Kama mume wangu mimi alivyokuwa na gubu. Na kwa sababu mambo ninayataka ninayapenda, nikayajue zaidi tofauti na yale, niko tayari mama kwenda kufanya kazi yoyote. Sasa shoga yangu, hapa tufanye tuondoke. Hivi hali hiyo kweli wewe mwenzangu? Sio ndio wewe kabisa kungudume ameotea. Kama huyu ndio hivyo. Hali yale. Haya je tukitoa hela nakwambia tutakupatia Kiazia nakwambia mambo moto moto. Hatari. Wewe mambo ya kungudume nakwambia. Mwenzangu eti nao nini anaweza kukatika wewe? Aha. Shoga nimeambiwa pale ukatike, unajua ukatika. Mimi kukua kienyeji baba najiachia. Upo. Iki. Baba ukimpelekea. Mama unaweza. Usiniambie. Ondoka. Haya ndo malezi yako unayotaka. Angalia jikoni pale palivyo. Tulivyopaacha ndo pako vile vile. Mtoto tumemwambia akoleze jiko. Unisikilize usinipandishie. Mtoto tumemwambia akoleze jiko pale, alafu pako vile vile. Hapa janani. Yale ndo malezi yako ninayotaka. Ndio? Kwa hiyo ni malezi yangu au ni malezi yetu? Malezi yako, kwa sababu yale ndo malezi unayotaka. Siku zote tunagombana hapa kuhusu malezi yale unayotaka wewe. Tunatoka wote shambani. Mimi najua kinachoendelea hapa nyumbani. Wewe na gugu. Wewe. Wewe ni wazazi wangu. Najua maamuzi yangu yatawagharimu sana, ila naomba mnisamehe. Nimeamua kuondoka kwenda kuipambania ndoto yangu, hivyo msipoteze muda wenu kunitafuta. Najua mtaumia sana, ila sina jinsi. Ni heri nikapambanie elimu yangu kuliko kwenda kuipambania ndoa. Nawapenda sana wazazi wangu, nawatakia maisha mema. Hata yupo. Hebu isome kwanza barua. Kwani imeandikwaje? Isome Mama Fatuma. Mwanangu. Mama Fatuma. Wewe Mama Fatuma. Mama Fatuma. Sasa unaenda wewe Mama Fatuma wewe.
Fatuma, mke wangu, naomba unisamehe, maana nimefanya jitihada zote kumtafuta Fatuma lakini sijafanikiwa kumwona. Nakuomba unisamehe mke wangu, maana mimi ndo nimesababisha yote haya. Sawa mke wangu, nakuomba usilie, kwani ukiendelea kulia sio ndo suluhu la kuweza kumpata Fatuma. Nakuomba wewe nyamaza ili kesho tuweze kuendelea na kumtafuta Fatuma. Sawa mke wangu. Naomba pumzika. Mashababi, leo nataka niwaambie jambo muhimu sana kuelekea siku ya kufunga ndoa. Najua kila mtu atafunga ndoa kulingana na tarehe yake aliyoipanga. Hivyo nimeona nitumie fursa hii kabla kuachana siku ya leo, niwaambie jambo muhimu sana kuhusu wanawake mtakao waoa. Mashababi, wanawake si malaika. Ipo siku atakukosea, lakini vyovyote vile, hebu jaribu kujizuia kumpiga mwanamke. Wakati mwingine hebu amua kuondoka kuliko kumpiga, au amua hata kukaa kimya, na muda mwingine ikiwezekana mpuuze. Si kama unamnunia, hapana, mpuuze tu. Si vibaya kubadilisha mazingira ya hali halisi unayokutana nayo. Sawa? Anza kununua vitu mwenyewe na mwambie sababu ni nini. Siwaambie hivyo kwa kuwa nawatetea wanawake. Hapana. Nawaambia hivyo kwa kuwa unapoanza kumpiga mwanamke unatengeneza mazingira ya kuzoea kumpiga. Nafikiri nishawaambia kuhusu swala zima la kumfanyia wema mwanamke kwa 100%, si ndio? Basi zingatieni yale niliyowaambia. Kuna wanawake ni mashetani. Narudia, kuna wanawake ni mashetani kuliko shetani mwenyewe. Anakufanyia mambo mpaka unajiona kama si mwanaume. Anakutesa kiasi kwamba hata ukitaka kutoka nje unakuwa huna amani. Unajiona kama mjinga hivi. Unahisi kuchanganyikiwa. Unakuwa kama chizi. Narudia, kuna wanawake ni mashetani zaidi ya mashetani wenyewe. Lakini kumbuka, kama wewe si mshenzi, ukishafungua kurasa kumpiga mwanamke, basi jua ushaharibu maisha yako. Utakuja kuwa na amani. Wakati mwingine hata ukija kukutana na mwanamke mwenye akili ambaye mnataka kutengeneza maisha, unakuwa ni mtu wa hasira, mtu akipigwa muda wote, na maisha yako yatasimama. Mashababi, sitaki niwachoshe sana leo. Nendeni mkalale, na Mungu awasimamie katika maisha yenu mapya. Kila la heri. Shoga. Kwema. Kwema vipi? Poa. Mzima? Za nyumbani? Tunashukuru, hatujambo. Poa, vipi? Safi. Shemeji anasemaje? Na jambo. Bwana, hapa sasa hatujaja kuchelewa. Nimekuja tena kwa awamu tujadiliane tunafanyaje. Neva kwangu atesila angali mbia. Na atende leti kwe kule kusachika mbia kwa kungwedume kula. Kutini vangali mbia sambana tutende uli. Jamani, kungwedume amesema ni zawadi tu yoyote ni kumpelekea, sawa? Ni hivi, mwenye mahindi, mwenye muogo, mwenye karanga, tunachukua siku ya kuondoka kwa basi tunampa kama zawadi. Au unasemaje shoga yangu? Sidhani, maana yaani unachoongea ni sahihi. Sababu unajua hata mimi naona aibu. Kwa sababu tulitegemea kama tunaenda tena tukapata mafunzo tena. Aliyo yale. Haya, je, mengine hayo itakuwaje tutakapopeleka zawadi? Asa leo tutapokuwa tunakutana naye. Mimi binafsi nikikutana naye njiani, kama nikiwa mimi wa kwanza kumuona, nakula chochoro najificha, ndaona aibu. Va, yopanga. Mweke nangwa. Ala nakuo, mimi ntesha. Niroehe. Anopochera arwani wanyaya neracha. Ni kweli. Eh. Zawadi ni chochote. Hakuna namna.
Twendeni nyumbani tukachemshe karanga. Au? Choka hivi. Tumechoka sasa hivi tunakuwa hapa Fatuma, mke wangu, nisikilize mke wangu Mafatuma, twende nyumbani ukale. Nenda nyumbani nikale kwa furaha gani? Haya ndo Luka unayataka mme wangu. Kila siku nilikuwa nakwambia Fatuma bado mdogo hastahili kuolewa. Una sasa ile mkuta. Sikiliza Mafatuma, mke wangu, sisi wanaume tulikuwa tunaamini kumsomesha mtoto wa kike ni hasara, lakini nimefikiria, nimeona kuna umuhimu wa Fatuma kuendelea na masomo. Sasa basi, naomba nikwambie, Fatuma ataendelea na masomo. Mr. Kweli kabisa Mafatuma, kwa sababu sasa mimi nimeanza kuamini, nimeona kabisa umuhimu wa Fatuma kuendelea na masomo, kwa sababu nimeona sasa hivi tunao madiwani wa kike, wabunge wa kike, mawaziri, mpaka marais pia wa kike wapo. Kwa hiyo nimeona umuhimu wa mwanetu Fatuma kuendelea na masomo. Na kuahidi mke wangu, mimi nilikosea sana na nilikuwa nyuma kabisa bila kutambua. Hivi na kuahidi mke wangu, mama Fatuma ataendelea na masomo. Kweli Mungu. Kweli kabisa mke wangu. Na ile posa niliyochukua mimi nitairudisha. Na kuanzia sasa mke wangu, nitakuwa balozi wa kwanza kabisa kuwaeleza wanaume wenzangu. Wale wenye tamaa za kutaka pesa kuozesha mabinti wadogo. Sawa mke wangu? Kweli Mungu. Kabisa mke wangu. Kwa unaniahidi Fatuma atasoma? Fatuma ataendelea na masomo. Naomba unyanyuke ukale ili tukamtafute mwanetu Fatuma. Sawa Mungu. Sawa mke. Sawa vipi hali? Salama za kwako? Namshukuru Mungu. Naendelea vizuri? Nashukuru Mungu. Nimetokea hapo nyumbani sasa hivi sijakukuta. Unajua shughuli za kuwafunda watu. Polini, nyumbani ukae sana, polini kuwasimamia watu. Ni kweli. Ila naamini hamna kilichoharibika. Ndio. Mimi kiukweli Kungidume nashukuru sana kwa ushauri wako. Yaani ule ushauri niliufanyia kazi. Na hapa ninapokuambia umezaa matunda mazuri sana. Hongera sana. Yaani mume wangu amebadilika na amekubali kumpeleka mtoto shule. Hongera sana. Kabisa, yaani nashukuru sana. Yaani ujaji wako umeleta mabadiliko makubwa sana kijijini kwetu. Na ninaamini watoto wengi watasoma. Hawatakuwa tena na mimba za utotoni. Alafu pia kabla hujaondoka hapa kijijini kwetu, kuna zawadi nzuri nimekuandalia. Yaani nashukuru sana. Nashukuru sana. Sana nashukuru. Asante sana. Haya, asante. Haya. Mzee Madange. Mimi nitoe shukrani zangu za dhati sana, nikushukuru. Maana bila wewe
nisingeujua mkoa wa Mtwara. Bila wewe nisingefika Mpekeso. Sawa sawa. Lakini pia nitoe shukrani zangu za dhati kwa serikali ya kijiji. Imenipokea, tumekaa vikao salama salimini, tumeshirikiana vyema mpaka kufikia hapa tulipo. Na lengo la kukuita hapa Mzee Madange ni kutaka kukushukuru, lakini pili ni kutaka kuomba ruksa. Wale vijana pale nilipofikia nafikiri panatosha, ni pakubwa mno. Palipobaki ni kwenu nyinyi wazazi. Kama kuna cha kuongezea, cha kupunguza, basi ni jukumu lenu wazazi. Ila kwa elimu yangu, sidhani kama kuna kijana atakwambia pale ameachana na mke wake. Na kuhakikishia, sidhani kama kuna kijana atatokea atakwambia, "Babu, mke wangu bwana changamoto hivi hivi," au mke wake akakuja kukupa taarifa kwamba bwana mjukuu wako kuna 1 2 3. Sawa sawa. Mimi niseme nimemaliza. Licha kumaliza, nimefanya kazi kwa juhudi zangu ipasavyo. Hivyo naomba ruksa niweze kunyanyua mguu wangu nielekee zangu nyumbani. Mimi naona nimekuelewa. Umefanya kitu ambacho mimi kimenitia faraja kwenye moyo wangu na mji wangu kiujumla. Asante sana, shukrani. Kwanza ile kuitika wito wangu na kutekeleza lile jambo ambalo nimekuitia kwenye mji wangu. Hilo natoa shukrani na pongezi kubwa sana. Asante sana. Lakini sasa kwenye mila zetu na desturi, ukiangalia wale vijana ambao walikuwa pori, wale walikuwa wanasumbuliwa sana na mizimu ya babu zao na bibi zao. Lakini wakawa wabishi, walikuwa hawapendi vitu kama hivi. Lakini walipokuja kukubali, wao tumewaweka pori na wamefundika, kwa sasa inabidi tuwakabidhi mikoba kwa mila na desturi za huku kwetu. Kwa hiyo ningekuomba muda wa siku 2 ili uone jinsi gani tunapowakabidhi mikoba wale vijana. Ina maana huku vijana wakitoka polini wanakabidhiwa mikoba? Hapana, si wote, ila ni wale ambaye walikuwa hapo kule pori, kwa sababu wale walikuwa wanasimbuliwa na mizimu ya babu zao na bibi zao. Kwa hiyo inabidi tuwape mikoba na wawe waganga kama walivyokawa babu zao na bibi zao. Basi mimi nikahisi kwamba vijana wakitoka polini wanakuwa waganga. Sawa sawa. Mzee Madange, natamani sana niwepo. Natamani sana na mimi kuwa miongoni mwa watu ambao watakaoshuhudia vijana wangu wakikabidhiwa mikoba. Lakini pia nisikitike na nikuombe radhi, sitoweza kuhudhuria. Mke wangu ananisumbua sana. Hivi ninavyokuambia si mkongo aziishi. Mume wangu naota, mume wangu mazao, mvua nyingi, na si unajua tena yuko peke yake. Sawa. Sasa unakuta mambo hayaendi. Na mimi kiukweli nimemisi mke wangu. Kweli, sawa. Mwezi mzima sio mchezo. Sio kazi ndogo hiyo. Sana. Tena akavumilia sana. Hivyo nikuombe ruksa, niwatakie kazi njema, niwatakie majukumu mema, niwatakie kila laheri kwa vijana wangu. Sawa. Mimi nitoa shukrani Bwana Kungwi Dume kwa kuitika wito wangu pale nilipowahi kukuhitaji na ukaja kwenye mji wangu. Nashukuru sana. Na kutekeleza lile jambo ambalo mimi nilikuwa nimehitaji kwako. Hilo mimi natoa shukrani sana. Kwa hiyo mimi bado nitaendelea kukupa ruksa, lakini mwisho wa siku utakapokuhitaji basi nijaze kama ulivyonijaza leo. Mzee Madange, sasa hivi tumeshakuwa ndugu. Na mimi nakubali. Kwa lolote lile tuko pamoja. Sawa. Basi mimi nikushukuru sana na nikuombe kesho asubuhi uje unichukue, kwa sababu njia hizi za kupita sawa zimekuwa changamoto kidogo. Njia za panya. Sawa. Nishazoea nyumbani, polini, nyumbani. Hivyo ningeomba kesho asubuhi nifuate nipeleke stendi. Ila nisingependa mtume bodaboda. Kama ulivyonichukua kuja kunipokea stendi, basi unipeleke stendi tukiwa pamoja. Mimi nasema ondoa shaka. Mguu wangu nitautumia na nitakukuta sehemu husika. Nashukuru sana. Wala usiwe na hofu naye. Nashukuru sana. Asante sana kwa hiyo. Unajua sasa Mzee Madange. Ndio. Sasa hivi kumekuwa kuna changamoto kubwa la wimbi la vijana. Kwa wale vijana
Mwanangu Fatuma, Abe baba. awali ya yote kwanza nisamee mimi baba yako. Maana nilikuwa katika imani potovu ya kuamini kwamba ukimsomesha mtoto wa kike unapata hasara. Sasa nimeona kitu kimoja kwamba sasa hivi nimeuona umuhimu wa wewe kukuendeleza na masomo. Maana kama uliteleza darasa la 7, ina maana naamini kwamba huwezi kuteleza tena huko uendako. Kwa hiyo mimi nimefikiria, nimeona bora umuhimu wa wewe kwenda kusoma. Kwa hiyo sasa nimefikiria kwamba nikauze shamba langu ili mwanangu tu uendelee na masomo. Sawa mwanangu Fatuma? Kwa hiyo nimeona kabisa umuhimu wa mwanangu kusoma. Maana umehangaika sana mwanangu. Au unasemaje mama Fatuma? Mimi hata sina neno sana, yani sina maneno mengi. Yani nakushukuru tu mume wangu kwa kubadilika. Maana hiki tunachotaka ukifanya hapa kitakuwa fundisho kubwa sana hapa kijijini kwetu. Sawa sawa. Maana yake sio nyumbani kwetu tu. Yani hata wanakijiji watakapolisikia jambo hili, naamini kuna kitu watajifunza. Kwamba watoto wa kike wanastahili kusoma kama watoto wengine. Hawa pia wana haki za msingi za kusoma, nao pia watimize malengo yao. Kwa mimi mume wangu yani hata sina maneno mengi zaidi ya kufurahi tu. Kwa maana nyumba yetu sasa hivi ina amani, mtoto anaenda shule. Hivyo nafurahi. Nashukuru wazazi wangu. Na kingine mwanangu Fatuma, nataka nikwambie kitu kimoja tu. Kwamba sasa hivi naomba uwe na amani. Usiwe tena katika yale mawazo ya mwanzoni ambayo kila wakati ilikufanya kwamba unakuwa na mawazo. Sasa hivi naomba uwe na amani, ili swala mimi nitafanyaje? Nitahakikisha kwamba litaisha. Wewe kwa sasa yani amini kabisa unaenda na kuendelea na masomo. Sawa mwanangu? Hautobaki tena nyumbani, utaenda shuleni, utaendelea na masomo. Sasa ufurahi na wewe au upende kurudi shule? Napenda. Sasa mke wangu, mruhusu Fatuma akafanye shughuli zake. Alafu mimi na wewe twende kule shambani tukaliangalia lile shamba. Hata tukipima tujue, mimi nikitoka ya kule tu basi nikamtafuta yule mteja ambaye ataenda kukumuzia lile shamba. Basi haina shida mume wangu, mimi niko tayari hapa, nituondoke tu. Fatuma mwanangu, nenda kaendelee na shughuli zako. Basi tuondoke. Sasa hivi? Muda ndo huu. Ninapokupendea mimi
Sasa unajua andaa Fatuma aende shuleni. Upepo umeangalia lakini au umetoa tu naye? Upo. Fatuma! Fatuma! Wewe unalala hadi sasa hivi? Si muda huu lakini mwanangu unachelewa. Hapana mama. Nilikuwa nimalizia kuvaa viatu. Haina shida mwanangu, umependeza. Fatuma. Abeba. Unajua kujiandaa. Maana hata mimi baba yako nilikuwa sijiandai hivyo. Mimi nilikuwa kidogo tu nifanye. Fatuma mwanangu. Abeba. Leo siku yako ya kwanza unakwenda shuleni. Na si umeona mimi baba yako nilivyotumia gharama Ndio. Sasa basi, naomba usiniangushe. Sawa. Sawa sawa Naomba ukasome. Sawa mwanangu? Sawa baba. Mimi mwanangu sina maneno mengi ya kusema. Naamini wewe mwenyewe unajua jinsi gani nimekupambania mwanangu. Nimelia, nimetoa machozi sana kwa ajili yako. Nimepambana kweli kweli, wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo ninachotarajia hapa kuona unafanya vizuri shuleni ili utimize malengo yako mwanangu, sawa? Sawa. Yani usiende kufanya mambo ya ajabu mwanangu. Mimi nakutegemea unajua. Sawa. Si ndio Ndio. Sasa hebu wahi shule, muda umeenda sasa hivi. Nashukuru wazazi wangu kutimiza ndoto yangu. Hasa mshukuru baba yako. Maana yeye alikuwa mgumu huyu, mbishi. Nashukuru wote. Haya mwanangu, muda unaenda. Hebu nenda shule. Wahi shule mwanangu. Weze. Utajifunza mengi si utani, utafurahia. Si utani, utajivunia. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi dume kwa mafunzo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kwa masomo yake. Kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo, kungwi huyo. Utajifunza mengi si utani, utafurahia.